Karibu tena hapa ni kwa Sauti ya Ufunuo. Tumemaliza kujifunza kuhusu muhuri wa 4, ambapo tuliona farasi wa pale, na jina la mpanda farasi lilikuwa Mauti, Kazimu akamfuata. Lakini sasa tunafika kwa muhuri wa 5, na hapa tunaona jambo tofauti kabisa. Hakuna farasi, hakuna mpanda farasi. Badala yake, Yohana anaona roho zilizo chini ya madhabahu. Ufunuo 6:9 yasema, na alipofungua muhuri wa 5, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliokawa kwa ajili ya neno la Mungu na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao. Sasa swali ni hili: hawa ni akina nani? Je, ni kanisa la bibi harusi? Je, ni mashahidi wa kanisa la kwanza? Au kuna siri nyingine ndani ya muhuri huu? Hili ndilo jambo ambalo William Marion Branham alilifundisha katika ujumbe wake wa The Fifth Seal uliohubiriwa tarehe 22 Machi 1963. Na jambo muhimu sana ni waacha. Branham alisema hapa awali alikuwa na mtazamo tofauti kuhusu roho hizi, lakini alipata ufahamu ambao ulibadilisha mtazamo wake. Kwa hiyo leo hatutaki kubuni maana yetu wenyewe. Tutafuata Ufunuo 6-9-11 na kuona kile Branham alichofundisha kuhusu muhuri huu. Chini ya madhabahu, Yohana anasema, nikaona chini ya madhabahu roho zao waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu. Angalia maneno haya: kwa ajili ya neno la Mungu. Hawakufa kwa sababu ya jambo la kawaida. Walikufa kwa sababu ya misimamo wao juu ya neno la Mungu na ushuhuda waliokuwa nao. Lakini sasa tunafika sehemu ambayo Branham alisisitiza sana. Hawa si bibi harusi. Katika mafundisho yake ya muhuri wa 5, Branham alisema wazi ya kwamba roho hizi si roho za Bride Church. Alizihusisha na Wayahudi walioteswa na kuuawa kwa ajili ya neno na ushuhuda wao. Kwa nini? Kwa sababu kuna tofauti kubwa kati ya kile wanachosema hawa walioko chini ya madhabahu na kile tunachoona kwa waamini wa kweli. Wanasema, Ee Bwana mtakatifu na wa kweli, hata lini hutahukumu na kulipiza kisasi damu yetu? Wanataka kisasi. Na Branham alitumia jambo hili kuonyesha kwa hawa si bride, kwa sababu waliunganisha bride na mfano wa Stefano aliombea wale waliokuwa wakimuua. Hapa tunaanza kuona kwa muhuri wa 5 una kundi tofauti na lile tunaloliona katika mafundisho ya bride. Swali la muhuri wa 5: lakini kama hawa ni Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu, kwa nini wako chini ya madhabahu? Kwa nini wanalia kwa ajili ya kisasi? Na kwa nini Mungu anawapa mavazi meupe? Na zaidi ya yote, kwa nini wanaambiwa wapumzike kwa muda kidogo? Hapo ndipo siri ya muhuri wa 5 inaanza kufunguka. Katika sehemu inayofuata tutaingia moja kwa moja kwa Ufunuo 6:10-11 na tutaona kwa nini waliomba kisasi na maana ya mavazi meupe waliopewa. Usikose part 2 ya muhuri wa 5. Subscribe kwa Sauti ya Ufunuo ili uendelee na fululizo huu wa mihuri 7. Kwa nini waliomba kisasi? Ufunuo 6:10-11. Katika sehemu ya kwanza tuliona roho zilizokuwa chini ya madhabahu, ambazo Ufunuo 6-9 inasema ziliuawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda waliokuwa nao. Sasa tuendelee na mstari wa 10. Biblia inasema, wakapaza sauti kwa nguvu wakisema, Ee Bwana mtakatifu na wa kweli, hata lini hutahukumu na kulipiza kisasi damu yetu? Hapa kuna jambo la kushangaza. Wanaomba Mungu alipe kisasi kwa damu yao. Kwa nini? Katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa 5, hawa wanaelezwa kwa ni Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao, na Branham alisisitiza ya kwamba hatupaswi kuwachanganya hawa na bride. Kwa nini? Kwa sababu kuna tofauti katika misimamo wao. Hawa wanaomba lipiza kisasi damu yetu, lakini tunapoangalia mfano wa Stefano katika Matendo 6, wakati alipokuwa akiuawa, aliomba Mungu asiwahesabe watu hao dhambi hii. Kwa hiyo Branham alitumia tofauti hii kuonyesha kwa jini lililo chini ya madhabahu katika muhuri wa 5 si Bride Church. Sasa angalia jibu la Mungu katika Ufunuo 6:11. Biblia inasema, wakapewa kila moja vazi jeupe, wakaambiwa wapumzike bado muda kidogo. Hii ni sehemu muhimu sana. Hawakuambiwa ya kwamba kisasi hakitakuja. Waliambiwa wasubiri muda kidogo. Kwa hiyo Mungu alikuwa bado ana mpango ambao haujakamilika, na waliambiwa ya kwamba idadi ya watumishi wenzao na ndugu zao ambao wangepaswa kuuawa kama wao ilikuwa bado haijakamilika. Hapa ndipo siri nyingine kubwa ya muhuri wa 5 inaanza. Kwa nini Mungu aliwaruhusu watu wengine bado kuuawa? Ni akina nani hao ndugu zao ambao bado walikuwa hawajamaliza ushuhuda wao? Na mavazi meupe waliopewa yana maana gani? Hayo ndiyo tutakayochunguza katika sehemu ya 3 ya mavazi meupe na mupumzike muda kidogo. Mavazi meupe na mupumzike muda kidogo, Ufunuo 6:11. Katika sehemu iliyopita tuliona roho hizi ziliomba
Mungu alipize kisasi kwa damu yao. Lakini Mungu akawapa mavazi meupe, kisha akawaambia, mpumzike muda kidogo. Sasa swali ni, kwa nini walipewa mavazi meupe? Na kwa nini Mungu aliwaambia wasubiri? Katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa 5, hawa wanaelezwa kwani wale waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao, hasa Wayahudi walioteswa na kuuawa. Mavazi meupe yanaonyesha kwa Mungu amewatambua na amewakubali licha ya mateso waliopitia, lakini bado hawakuwa wamefikia hatua ya mwisho ya mpango wa Mungu. Ndiyo maana waliambiwa, pumzike muda kidogo. Angalia jambo hili kwa makini. Mungu hakusema, nimesahau damu yenu, wala hakusema, hakutakuwa na hukumu. Aliwaambia wasubiri. Kwa nini? Kwa sababu Ufunuo 6:11 inaendelea kusema, walipaswa kusubiri mpaka idadi ya watumishi wenzao na ndugu zao ambao wangepaswa kuuawa kama wao ikamilike. Hivyo, kulingana na mafundisho ya Branham, bado kulikuwa na tukio ambalo lilipaswa kutokea kabla ya hukumu hiyo kufika. Na hapa ndipo tunapaswa kutofautisha kati ya muhuri wa 5 na mihuri mingine. Muhuri wa 4 ulituonyesha mauti, lakini muhuri wa 5 unatufikisha kwa roho za mashahidi waliouawa kwa ajili ya neno. Na sasa swali linakuwa kubwa zaidi. Hawa ndugu zao ambao bado wangepaswa kuuawa ni akina nani? Na kwa nini Branham aliunganisha jambo hili na Wayahudi na kipindi cha mwisho? Hilo ndilo tutakalofungwa katika sehemu ya 4. Ndugu zao ni akina nani? Ufunuo 6:11. Katika Ufunuo 6:11 tunaambiwa ya kwamba roho hizi ziliambiwa zipumzike muda kidogo hadi itimie hesabu ya watumwa wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao. Sasa swali ni hili, hawa ndugu zao ni akina nani? Katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa 5, jambo hili linaunganishwa na mpango wa Mungu kwa Israeli na Wayahudi katika kipindi cha mwisho. Branham alifundisha ya kwamba wale waliokuwa chini ya madhabahu walikuwa Wayahudi waliouawa kwa sababu ya neno la Mungu na ushuhuda wao. Kwa hiyo tunapoambiwa ya kwamba bado kuna ndugu zao watakaouawa kama wao, tunaona kwa jambo hili bado halikuwa limefikia mwisho wake. Lakini kumbuka, Mungu hakuwasahau. Aliwapa mavazi meupe, aliwaambia wapumzike, na akawaonyesha ya kwamba fau wakati wa mpango wake bado ulikuwa unaendelea. Hii inatufundisha jambo kubwa. Mungu anaweza kuruhusu mateso kwa muda, lakini mateso hayamaanishi kumisia Mungu amewaacha watu wake. Na katika ujumbe wa Branham, muhuri wa 5 unaonyesha kwa kuna tofauti kati ya Israeli na Bride, na kwa ya Mungu bado ana mpango wake kwa Israeli. Sasa hapa ndipo tunakaribia siri nyingine kubwa. Kwa nini hawa waliouawa lakini bado hawakuwa wamepokea kile ambacho Branham alikihusisha na nafasi ya Bride? Na tofauti kati ya Israeli na Bride katika muhuri wa 5 ni ipi? Hilo ndilo tutakalofungwa katika sehemu inayofuata. Ufunuo 6:9-11. Yohana anaona roho chini ya madhabahu ambazo ziliuawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao. Sasa tufike jambo ambalo ni muhimu sana katika mafundisho ya William Marion Branham kuhusu muhuri wa 5. Branham alifundisha hawa waliokuwa chini ya madhabahu si Bride Church, bali anawahusisha na Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno na ushuhuda wao. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa ya kwamba katika mpango wa Mungu, Branham alitofautisha kati ya Israeli na Bride. Na hii ndiyo sababu Ufunuo 6:11 inasema, mpaka itimie hesabu ya watumwa wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao. Kuna mpango ambao bado haujakamilika, lakini usikose jambo hili. Hii haimaanishi ya kwamba Mungu amewakata Israeli. Kinyume chake, Branham alifundisha kuwa Mungu bado ana mpango maalum kwa Israeli katika mpango wa mwisho. Na hapa ndipo muhuri wa 5 unatufundisha kwamba si kila kundi katika unabii wa Biblia linapaswa kuchanganyiwa na Bride. Kuna mambo ambayo Mungu ameyaweka katika nafasi yake. Kwa hiyo tunaposoma Ufunuo 6:9-11, tunapaswa kuuliza, Biblia inazungumza juu ya nani? Badala ya kulazimisha kila mstari uingie kwa tafsiri yetu. Lakini bado kuna swali kubwa. Kwa nini hawa mashahidi waliomba kisasi wakati Yesu aliwafundisha wanafunzi wakikusamehe? Je, kuna tofauti kati ya kipindi cha kanisa na kipindi kinachonyeshwa katika muhuri wa 5? Katika sehemu hii tunaingia kwa swali muhimu sana la muhuri wa 5. Kwa nini roho hizi zilimwomba Mungu alipize kisasi kwa damu yao? Ufunuo 6:10 unasema, Ee Bwana mtakatifu na wa kweli, hata lini hutahukumu na kulipiza kisasi damu yetu? Kwa mtazamo wa kawaida tunaweza kujiuliza, kwa nini hawakuomba msamaha kama Stefano? Hapa ndipo mafundisho ya William Marion Branham yanakuwa muhimu. Branham alieleza ya kwamba hatupaswi kuchanganya kipindi cha
Kanisa, kipindi kinachoonyeshwa katika muhuri wa 5. Katika kipindi cha kanisa, Yesu alifundisha, wapendeni adui zenu, waombeni wale wanaowaudhi. Na Stefano alipokuwa akipigwa mawe alisema, Bwana, usiwahesabie dhambi hii. Lakini katika Ufunuo wa Nim tunaona kundi lingine likilia, hata lini utalipiza kisasi damu yetu? Branham alitumia tofauti hii kuonyesha kwa hawa si Bride Church kulingana na mafundisho yake. Hawa ni Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao. Kwa hiyo ombi lao la kisasi linapaswa kueleweka ndani ya mpango wa Mungu wa kinabii, si kama mfano wa jinsi Mkristo anavyopaswa kulipiza kisasi leo. Mungu ndiye hakimu, na ndiyo maana hawakuchukua kisasi kwa mikono yao wenyewe. Walimwomba Mungu atende hukumu. Kisha Mungu akawapa mavazi meupe na kuambia, pumzike muda kidogo. Hii inatuonyesha ya kwamba Mungu alikuwa bado anasimamia wakati na mpango wake. Lakini kuna jambo moja ambalo bado hatujalifungwa. Kwa nini walipewa mavazi meupe kabla ya hukumu kufika? Na Branham alimaanisha nini aliposema, muhuri wa 5 unaonyesha jambo ambalo lilikuwa limeficha kwa muda mrefu? Kwa nini muhuri wa 5 ni muhimu sana? Ufunuo 6:9-11. Katika sehemu zilizopita tumeona roho zilizokuwa chini ya madhabahu, waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda waliokuwa nao. Tumeona pia kwamba walipewa mavazi meupe, wakaambiwa wapumzike muda kidogo mpaka hesabu ya ndugu zao itimie. Sasa katika part 7 tunataka kuona jambo kubwa zaidi. Muhuri wa 5 unatufundisha nini kuhusu mpango wa Mungu? Kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, muhuri wa 5 unaonyesha kundi ambalo ni tofauti na Bride. Branham aliwaunganisha wale waliokuwa chini ya madhabahu na Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao. Hapa tunapaswa kuelewa kwa wale Mungu hakusahau damu yao. Walipaza sauti wakisema, Bwana, hata lini? Mungu hakuwajibu kwa kuambia ya kwamba wamekosea. Aliwapa mavazi meupe na kuambia, umpumzike muda kidogo. Hii inatuonyesha ya kwamba Mungu alikuwa bado anaendelea na mpango wake. Na hapa kuna somo muhimu. Mungu hakika kimya kwa muda haimaanishi ya kwamba Mungu amesahau. Kuna wakati tunapitia mateso, tunasali, lakini jibu haliji mara moja. Muhuri wa 5 unatukumbusha kwamba Mungu anaona damu, maumivu na ushuhuda wa wale wanaosimama kwa ajili ya neno. Lakini sasa kuna swali kubwa zaidi. Kwa nini Mungu aliwaambia wasubiri mpaka hesabu ya ndugu zao itimie? Na hii inatupeleka moja kwa moja kwa mpango wa Mungu kwa Israeli katika wakati wa mwisho. Usikose part 8, sauti ya ufunuo. Tuliona kwa wale waliokuwa chini ya madhabahu waliambiwa wapumzike muda kidogo mpaka hesabu ya ndugu zao itimie. Sasa tunahitaji kuelewa kwa nini jambo hili lina umuhimu mkubwa katika mafundisho ya William Marion Branham. Branham alifundisha kwa wale waliokuwa chini ya madhabahu katika muhuri wa 5 ni Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao. Hapa tunapaswa kutofautisha kati ya Israeli na Bride. Kwa mujibu wa mafundisho ya Branham, Mungu bado ana mpango wake na Israeli, na muhuri wa 5 unahusiana na sehemu ya mpango huo. Angalia maneno ya Ufunuo 6:11, mpumzike muda kidogo hata chini ya hesabu ya watumwa wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao. Hiyo inaonyesha kwamba jambo hilo lilikuwa bado linaendelea, lakini Mungu aliwapa mavazi meupe. Hii ni muhimu sana. Hawakuachwa bila tumaini. Mungu alijua mateso yao, Mungu alijua damu yao, na Mungu alikuwa bado anaendelea na mpango wake. Kwa hiyo muhuri wa 5 natufundisha kwa akili ya Emmaus. Katika mafundisho ya Branham, Mungu pia ana mpango maalumu kwa Israeli katika wakati wa mwisho. Lakini hapa tunahitaji kuwa waangalifu. Haya ni mafundisho ya Branham kuhusu Ufunuo 6:9-11, na ni vizuri kila moja ailinganishe na Biblia mwenyewe. Sasa swali linalofuata ni hili: ikiwa hawa ni Wayahudi waliouawa kwa ajili ya ushuhuda wao, kwa nini walipewa mavazi meupe lakini wakaambiwa wasubiri? Maana ya mavazi meupe. Ufunuo 6:11. Katika pande wetu tumeona uhusiano wa muhuri wa 5 na Israeli kulingana na mafundisho ya William Marion Branham. Sasa turudi kwa jambo moja muhimu sana. Kwa nini Mungu aliwapa mavazi meupe? Ufunuo 6:11 inasema, wakapewa kila moja vazi jeupe, wakaambiwa wapumzike bado muda kidogo. Hapa tunaona kuwa Mungu hakuwa kataa kwa sababu ya mateso yao. Badala yake walipewa mavazi meupe. Katika mafundisho ya Branham, mavazi haya yanaonyesha ya kwamba Mungu alikuwa ametambua msimamo wao na ushuhuda wao. Lakini angalia, walipokea mavazi meupe, lakini bado waliambiwa wasubiri. Hii ni tofauti muhimu. Kulikuwa bado na jambo ambalo lilipaswa kukamilika. Mungu aliwaambia, pumzike muda kidogo.
Kwa hiyo, kulingana na Branham, wakati wa hukumu ya mwisho ulikuwa bado haujafika. Lazima kwanza hesabu ya ndugu zao itimie. Hili linatufundisha kwa ajili ya Mungu anafanya mambo yake kwa wakati wake mwenyewe. Wakati mwingine tunaweza kuuliza, Bwana, mpaka lini? Lakini Mungu anaona picha yote ambayo sisi hatuioni. Muhuri wa 5 unatufundisha pia kwa hicho mateso hayamaanishi kwa Mungu ameshindwa. Mungu bado anajua walioweka. Mungu bado anaona ushuhuda wao. Na Mungu bado ana pango. Lakini sasa tunafika kwa swali la mwisho kuhusu kundi hili. Nani hasa ni hao ndugu zao ambao bado walipaswa kuuawa? Na hii inaunganishwaje na matukio ya wakati wa mwisho? Tutaangalia jambo hili na kisha tuanze kuelekea hitimisho la muhuri wa 5. Ndugu zao ni nani? Ufunuo 6:11. Katika part hii tumeona wale waliokuwa chini ya madhabahu walipewa mavazi meupe na kuambiwa wapumzike muda kidogo. Lakini Ufunuo 6:11 inaendelea kusema hata itimie hesabu ya watumwa wenzao na ndugu zao watakaouawa kama wao. Sasa swali ni, hawa ndugu zao ni akina nani? Katika mafundisho ya William Marion Branham, maneno haya yanaelekezwa kundi lingine la Wayahudi ambao wangepitia mateso na kuuawa kwa sababu ya ushuhuda wao. Kwa hiyo, kwa mtazamo wa Branham, muhuri wa 5 haupaswi kuchanganyiwa na muhuri wa 4. Muhuri wa 4 ulituonyesha mauti yakifuatana na kuzimu. Lakini muhuri wa 5 unatufikisha roho za watu waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu. Na hapa kuna jambo muhimu. Mungu aliwaambia mpumzike muda kidogo. Hii inaonyesha hulako likiwa bado na sehemu ya pango wa Mungu ambayo haijakamilika. Lakini mwisho wa jambo hili hauishii kwa mateso. Mungu alikuwa bado anaelekea kuhukumu na kulipiza kisasi kwa wakati wake. Hivyo ujumbe wa muhuri wa 5 si ujumbe wa kukata tamaa. Ni ujumbe unaotuonyesha kwa Mungu anaona na Mungu ana wakati wake wa kuhukumu. Lakini bado kuna swali moja kubwa. Kwa nini muhuri wa 5 unatofautiana sana na mihuri ya kwanza 4? Kwa nini hapa hatuoni farasi? Kwa nini tunaona roho chini ya madhabahu? Na Branham aliona siri gani kubwa ndani ya muhuri huu? Hilo ndilo tutakalofungua katika part 11, siri kuu ya muhuri wa 5. Katika sehemu zilizopita tumeona roho zilizokuwa chini ya madhabahu, mavazi meupe na maneno pumzike muda kidogo. Sasa tufiki kwa jambo muhimu sana. Kwa nini muhuri wa 5 ni tofauti na mihuri ya kwanza 4? Katika mihuri iliyotangulia tuliona farasi na mpanda farasi. Lakini hapa Yohana haoni farasi. Anaona roho chini ya madhabahu. Na kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, hii ni sehemu ya mpango wa Mungu na uhusiana na Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wao. Jambo lingine muhimu ni ya kwamba Branham alisisitiza tofauti kati ya kundi hili na Bride. Kwa nini? Kwa sababu katika Funuo 6:10 wanasema, hata lini hutahukumu na kulipiza kisasi damu yetu? Lakini Branham alilinganisha hili na mfano wa Stefano ambaye alipokuwa akiuawa aliomba kwa ajili ya wale waliokuwa wakimuua. Kwa hiyo katika tafsiri ya Branham tunaona makundi mawili tofauti katika mpango wa Mungu. Hii ndio sababu tunapaswa kuwa makini tunapojifunza mihuri. Sio kila kundi linalotajwa katika Ufunuo ni kundi lile lile. Na sasa kuna jambo la kuvutia sana. Mungu aliwapa mavazi meupe, lakini bado akawaambia wasubiri. Hii inaonyesha kwa ya Mungu alikuwa bado hajamaliza mpango wake. Na hapo ndipo tunapata ujumbe mkubwa. Mungu ana wakati wake. Mwanadamu anaweza kuona kuchelewa, lakini Mungu anaona mwisho tangu mwanzo. Sasa katika sehemu inayofuata tutaangalia jinsi muhuri wa 5 unavyotupeleka kwa matukio ya wakati wa mwisho na kwa nini Ufunuo la 6:11 ni muhimu sana kuelewa mpango huo. Hitimisho la muhuri wa 5. Tumefika mwisho wa mafundisho yetu kuhusu muhuri wa 5. Tumeona roho zilizokuwa chini ya madhabahu. Tumeona kuuawa kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda waliokuwa nao. Tumeona pia kwa nini walipewa mavazi meupe na wakaambiwa umpumzike muda kidogo. Kulingana na mafundisho ya William Marion Branham, muhuri wa 5 unaonyesha kundi ambalo alilihusisha na Wayahudi waliouawa kwa ajili ya neno la Mungu, na alitofautisha kundi hili na Bride. Lakini jambo kuu la muhuri huu si tu kujua kundi hili ni nani. Ujumbe wake mkuu ni waki. Mungu asahau ushuhuda wa watu wake. Mungu anaona mateso. Mungu anaona damu iliyomwagika. Mungu anaona wale wanaosimama kwa ajili ya neno lake. Na hata kama jibu linaonekana kuchelewa, Mungu bado ana wakati wake mkamilifu. Muhuri wa 5 unatufundisha kwamba Mungu ana mpango. Mungu anakumbuka. Mungu hutenda kwa wakati wake. Na sasa, baada ya roho chini ya madhabahu, Ufunuo unatufikisha kwa tukio kubwa sana. Muhuri wa 6. Hapa tunaona tetemeko kubwa la nchi, jua kwa jeusi, mwezi kwa kama damu, nyota kuanguka kutoka mbinguni, watu wa dunia wakisema, ni nani awezaye kusimama?
Huu ni muhuri wenye matukio makubwa sana katika kitabu cha Ufunuo. Katika video inayofuata tutaingia kuchunguza muhuri wa 6. Jua jeusi lina maana gani? Mwezi wa damu unaonyesha nini? Na kwa nini watu wanaogopa sana siku hiyo? Usikose video inayofuata kwa Sauti ya Ufunuo. Mungu awabariki.